Mumeniona hapa nikiwa ninarauka asubuhi na ninakuwa hapa usiku every day. You have seen me here, wake up very early to hear and also be here at night every day. This is not the beginning to relax. Huu sio mwanzo wa kwenda kutulia au kupumzika. Because now you are going to the field. Maana sasa mnaenda uwanjani. You need to be worried so much. Unahitaji kuwa na wasiwasi sana. I don't want to lie to you. Sitaki nikudanganye. If you are waking up every day because you fear me chasing you back home, kama ulikuwa unaamka asubuhi na mapema kwa sababu unaogopa mchungaji kwamba atakufukuza urudi nyumbani, I will not be with you in your church. Sitakuwa na wewe kanisani mwako. You will have to wake up on your own. Itabidi uamke kivyako and pray, na uombe, fast without anybody calling you and asking you why did you not fast? Ufunge bila mtu kukuuliza kwa nini hauja you and asking you why did you not fast? Ufunge bila mtu kukuuliza kwa nini haujafunga leo. And read the Bible na kusoma neno and ask God to give you the revelation. Na kumuuliza Mungu akupe ufunuo. And if you don't do that, na usipofanya hivyo, utakuwa mbaya kuliko wale ambao wako hapa. You will be worse than they that are here. Sababu matatizo ya washirika yatakuingia. Because members' problems will enter you. But remember, I'll be preaching here. Lakini kumbuka nahubiri hapa. I'll not be preaching in your house or in your church. Sitakuwa nikihubiri nyumbani kwako au kanisani mwako. Mlinipata hapa nikiwa kila usiku mimi niko macho. You found me here always at night I'm awake. My day of fasting is my day of fasting. It has never changed. Siku yangu ya kufunga inasalia vivyo hivyo, haijabadilika. If you go out there and relax, ukienda kule nje kisha utulie, whatever you see here you will not see it there. Unachokiona hapa hautakiona kule. So you need to be worried more. Kwa hivyo inabidi uwe mwenye wasiwasi sana. Because of the second point. Hiyo ni kwa sababu ya kipengele cha pili muhimu. Hapa nimekuwa nanyi. Here I have been with you. Nimekuwa nikitoa mapepo, nyinyi mnasaidia watu kuwasaidia kwa mambo mengine. I've been rebuking demons as you help people in different ways. Mapepo yakileta vita yalikuwa yanapigana na mimi. When the demons could fight with me. Sasa mtayatoa nyinyi na yatapigana na nyinyi wenyewe. Now you have to cast them out and they will fight you yourselves. It is not something to be happy about. Si kitu ya kufurahia. Usifikirie kutoa mapepo hapa ni kitu cha kufurahia watu wakipiga makofi. Don't you think rebuking the demons here is something to rejoice as people claps? Hayakufi. They never die. Maandiko nasema na shetani alimuacha Kristo kwa muda tu. The Bible said that the devil left Jesus just for some time. Mpaka wakati fulani. Until a certain time. The only medicine you have. Dawa ya pekee ulionayo. What you learned here. Kile ulichojifunza hapa. Go and practice it more there. Nenda ukafanyise kazi zaidi kule. Ukayatende zaidi huko mahali unakoenda. Do and practice more there where you are going to. Kile ambacho umeona nikifanya hapa. What you have seen me do here. Ikiwa muliniona nikiwaomba urafiki wa kimapenzi. If you saw me ask you relationship. Basi nendeni mkafanye huko. Then go and do the same. Lakini kama muda wote mmeniona na mke wangu tukiwa tunaishi na yeye. But if always I've seen with my wife living together. Nanyi muende mdumishe utakatifu huko. And maintain holiness there. Mkiniona nikikemea dhambi hapa. When you saw me rebuke sin here. Mkatae dhambi huko. Refuse sin also there. Mkiniona ninafanya dhambi hapa. If you see me sin here. Nimewapa ruhusa mkafanya. I've permitted you to sin also. Mkiniona nikiwa ninaomba watu pesa hapa kisiri. If you saw me ask people for money here secretly. Nendeni mkajenge maofisi na muombe watu pesa huko. Go raise offices and ask people for money. Lakini kama vile mmeniona nikitoka hapa naenda kwangu, sadaka watu wanatoa bila kusurutishwa. But if you saw me live here going to my house and people giving offerings without being forced. Nendeni muhubiri hiyo injili na mtegemee Mungu peke yake atawabariki. Go and read that gospel and depend only on God. Hapa mumeona viti vya viongozi. Did you see leaders' chairs here? Mama yenu wa kiroho ameketi wapi? Where is your mother sitting?
Akona kiti chake cha kiongozi wa mama na mama pastor. Does she have her special chair of pastor's wife and leaders of women? Kuna mtu anambebea kipochi akija hapa? Is there something that carries for her purse? Kuna mtu anampanguza uso akiwa anatoka na jasho? Is there anybody that wipes her face while sweating? Kuna mtu anamsalimia akimwabudu wakati anaingia hapa? Is there something that greets her honorable in a worship manner when she enters here? Msije mkaenda huko mkafanya watu waabudu. Fanyeni yale ambao mnafanya hapa. Don't go there and subject people to worship you. Do what you see it being done here. Ketini kwa hizo viti mmenunua. Sit on those your seats. Ili Mungu anayewatembelea washirika pia atembelee nyumba zenu. So that God who visit the church members may visit your houses. Kanisa lolote ambalo halina ubaguzi, any church without partiality, Mungu huwa analipenda. God loves that church. Mumewahi kuona matajiri wamewekwa hapa mbele kwamba wanaketi hapa? Have you ever seen the rich people being given the front seats? Lakini wakati fulani hao washirika wangewaongelesha muwaweke mbele, si ndio? But at a certain point these members of the church could talk to you that you may give them front seats, isn't it? Kila wakati nikitambua tunakosana. Always whenever I realize we differ immediately. Aliyerauka kumtafuta Mungu apewe nafasi ampokee huyo Mungu asubuhi vile alivyokuja. The one that came early in the morning to seek for God should be given the chance to seek God the same way he came. Muyafanye hayo. Practice that. Heshimuni ndoa zenu. Respect your marriages. Maana nyinyi ni picha ya ndoa zingine. Because you are the image of other marriages. Nguvu za Mungu hazisababishi udharau mwenzako wa ndoa. The powers of God does not cause you to despise your marriage partner. Usimuone mkeo kama mjinga kwa sababu uko na mafuta. Don't see your wife as a fool because you are anointed. Na usimuone mumeo kama mtu asiyefaa kwa sababu uko na nguvu za kuponya watu. And don't see your husband as an unworthy person because you have power of healing people. Ila mkatunze ndoa zenu, muwe mfano bora kwa washirika watakao kuja kwenu. But preserve your marriages and become good example to the members who will come to your churches. Msihubiri injili ili mtu atoe pesa kwa sababu umeona mtu aliye tajiri. Don't preach the gospel trying to seduce someone to give money because you have seen somebody rich in the church. Hubiri ile injili ambao Mungu amekupa siku hiyo. Preach the gospel given to you by God that day. Wala usitengeneze ndio upendeze. Neither don't try to coat it, sugarcoat it for you to look good. Jambo la mwisho kama itakuwa ni la mwisho. The last thing, if it will become the one. Msiwe na watu mliowatenga kwa ajili ya kusupport makanisa yenu. Don't have a certain group of people set apart for supporting your churches. Wala msiwapende wanaotoa sadaka kwa wingi ili wawapende na watolee sadaka kwa wingi. Neither that you should love those who give mercy offerings so that you may love them to give more. Kila wakati mpendeni Kristo zaidi. All the time love Jesus more. Na mumtegemeeni Kristo zaidi. And depend upon him even more. Hamutawahi kwama. You will never stuck. Msiwapende washirika mkawafanya ni wenu. Don't love the church members and own them. Aliyekuja mlee. The one that comes, mentor that person. Aliyeondoka mbariki. The one that left, bless him or her. Maana katika bahari ya wokovu samaki huenda pale ambapo anapata chakula kitamu. Because in salvation, see, the fish goes to where it can get its sweet food. Hao watu si wetu. These people don't belong to us. Hao watu ni wa Kristo. These people belong to Jesus. Sisi ni caretakers. We are just the caretakers. When you take care of them properly, when you properly take care of them, ukiwalinda vizuri, God will take care of you. Mungu atakushughulikia. Mengine nitawafundisha wakati ambapo mnafanya huduma huko nje. Other things I'll teach you as you serve outside there. Unaweza kupiga magoti sasa. You can kneel down now. Naomba wachungaji ambao wako kwa branches waje nyuma yao.
I request branch churches to come and line up behind them. You are receiving your brothers and sisters into ministry. Mnapokea ndugu zenu na dada zenu katika uwanja wa huduma. Let us bless them. We are not better than them. Nyinyi si bora kuwaliko. No, Pastor, naomba usikilize vizuri. Naomba mtupe sauti ya hapa mbele. Jaribuni kung'ang'ana mtupe sauti za hapa mbele. Imsaidie hata yule ambaye anatafsiri. No, mnakuwa nyuma za hao watu. Siwaombei nyinyi na sitawaombea. You line up behind these people that are passing out. You are not the one to be prayed for. Nishawaombea. I had already prayed for you, Pastor says. Sisi sio bora kuwaliko hawa. We are not better than them. Nyinyi mliopiga magoti inueni mikono juu. You that are kneeling down, raise up your two hands. Sema Bwana Yesu. Say, Lord Jesus, naja mbele zako. I come before you. Mimi mjakazi wako. I, your servant, na kuomba I pray to you unisaidie that you may help me katika safari hii, in this journey, ili na mimi nikupendeze, ili na mimi nipate taji ya utumishi siku moja. Katika safari hii sijui mbele sana, sielewi sana. Uwe mwalimu wangu usiku na mchana, uwe mshauri wangu usiku na mchana. Katika safari hii sina ujuzi, uniongoze na unilinde. Ninaapa kukutumikia. Ninapokosea unirekebishe kama mtoto wako, bali usiondoe taa yako ndani yangu. Uwe mwepesi kunisamehe, uwe mwepesi kunirekebisha, maana sina ujuzi wala ufahamu. Tamanio la moyo wangu siku moja nipate taji ya kazi hii ulionipa. Yesu, unifunike na mabawa yako, jinsi tai anavyofunika vifaranga vyake. Siku zote nikae na wewe, siku zote ulinde nyumba yangu, siku zote ulinde jamii yangu na watoto wote wa kiroho utakaonipa. Nifanyike baraka kwao na wafanikiwe, na kusii unipe neema ya kuheshimu madhabahu, kuheshimu mafuta na kutunza mafuta. Nyosha mikono yako juu. Bwana Yesu, neema hii iwe juu ya wanangu. Ulinionyesha gari basi lililojaa mara ya kwanza nilipowaita, na siku hiyo nikageuza nikasema wasije, na ukanionyesha ikiwa ile gari inachelewa na imejaa watu. Ghafla nilipoamuka nikawaita, kikundi cha kwanza kishaanza utumishi. Hichi ni kikundi, na kila wakati unatufundisha mambo mapya. Yesu, ninawatuma ulimwenguni hawa, lakini sio wa ulimwengu. Ninawatuma katikati ya mbwa mwitu, lakini wao sio mbwa mwitu. Wamekaa na mimi nikiwa ninawalea, hawakukosa chochote.
vile walivyokuja hakuna hata mmoja amefariki, lakini sasa wanaondoka kwenda kufanya ile kazi ambao ninafanya. Chukua sehemu ya roho yangu uwape na wao, ili sote tuwe kitu kimoja. Kile kiko hapa kiwe huko mahali wanaenda. Kama vile unavyonilinda na nyumba yangu walinde, kama vile unavyonitumia uwatumie. Sitamani niwe mtu mmoja mwenye kipawa na watoto wangu wanateseka, bali uwabariki kama vile unavyonibariki. Maana ikiwa hivyo, mbingu itafurika, ufalme wetu utajaa watu waliookoka, waliobarikiwa. Na hivi sasa ninapoweka mikono yangu juu yao, na mafuta haya pia yatiririke kwao, ili ufalme wetu, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni ujae furaha, kwamba tunaongezeka na vipawa ni vyako na karama ni zako, na umetupa sote pasipo ubaguzi. In Jesus name, 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 in Jesus name. Na neema hii iwe juu yenu, na vipawa hivi viwe juu yenu, na vibali hivi viwe juu yenu. In the mighty name of Jesus. Macho yenu yataona yale hamujawahi ona, vinywa vyenu vitanena vyema kubariki watu. Nimewabariki pasipo upungufu wowote kutoka ndani ya moyo wangu. Na Mungu wangu awe Mungu wenu, awatawale, awaongoze, awahifadhi, kama vile ninatawala nanyi mutawale, in Jesus name. Na mishale itakayoandaliwa juu yenu haitafanikiwa. Aliye adui wenu awe adui wa Mungu. Kama vile Baba amenibariki, nanyi mmebarikiwa. Tangu sasa atawafungulia milango ambayo hakuna mtu atafunga. Tangu sasa na hata milele. In Jesus' mighty name I pray, decree and bless you. Amen. Nyinyi wachungaji, nyosheni mikono hapa. Bwana Yesu, imekupendeza sote kuwa hapa, na hawa wachungaji waliosimama waongezee neema hii kwa dakika hizi mbili. Waongezee neema hii, waongezee neema hii, na uwaguze na wao pia kuanzia sasa, 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 in the name of Jesus Christ. I pray, decree and bless all of you. Amen. Mtu ampe Yesu makofi mazuri. Mtu ampe Yesu makofi mazuri. Somebody clap for Jesus. Unaweza ukaongeza makofi mazuri. You can do better than that. And you elder brothers, please, brothers and sisters, take care of them. Nanyi ndugu na dada wakubwa wao, tafadhali wachungeni hawa. Mtu asiwe na wivu na mwenzake, maana sina wivu na nyinyi. Let nobody envy his brother, because I don't envy you. Mtu asichukie mwenzake, maana hakuna mtu kati yenu naye mchukia.
Nobody should hate his brother because I don't hate anybody among you. Na mtakapopendana, and once you love each other, huyu Mungu anayebariki washirika hapa atabariki washirika kwa makanisa yenu. This God who blesses the members of the church, He will bless your church members. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Mnaweza kurudi kwa viti vyenu. You can go back to your seats.